Leo niko na good news. Guess what? Huwezi jua. Sasa leo nasikia kuna kama China ukikauliza kitu kana kujibu na ukikauliza na lugha yoyote lazima kajibu. Sasa mimi na Kiswahili yangu nataka kuuliza swali. Sikanasimanga kako sawa kako bie. Ati hakuna kitu naweza uliza akasijibu. Sasa nataka nione hiyo ujanja yake leo nataka kuijua na niione. Sasa usikate video kabla hujaona kila kitu na hujasikia kila kitu. Namuuliza hapa kwa simu, anajibu hapa. Hakuna kuenda ati nimeenda kuedit. No, hakuna kuedit. Nauliza hapa. Na wewe kama kuna kitu unataka kuuliza hapo chini kwa comment, unaweza niandikia na tumujibu ama tumuulize. Sawa, twende sasa. Nilikuwa nataka kujua, watu wengi wanasema health M kwenye kiganza. Hiyo ni nyota kali sana. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na magari, manyumba. Ni ukweli ama ni watu tu wameamua kuongea kitu kama hiyo? Nataka unifafanulie na uniambie ukweli hapo. Sasa hapa tunagojea tusikie kama ni ukweli ama akata jibu. Unajua kanaweza boeka kaache kujibu kweli. Okay, wametuletea. Sikiza sasa. Hiyo M kwenye kiganza ni kitu kinatoka kwa imani ya kusoma viganza inayojulikana kama palmistry. Watu huangalia mistari ya mkono ikikutana na kuonekana kama herufi M. Halafu wengine husema mtu huyo atakuwa tajiri, ana bahati kubwa, ana intuition kali, au atafanikiwa sana maishani. Lakini ukweli ni huu: hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba kuwa na M kwenye kiganza kuna maanisha utakuwa na pesa, magari au manyumba. Mistari ya mkono hutokea naturally kutokana na jinsi ngozi na mikunjo ya mkono ilivyo. Watu wengi duniani wana mistari inayoweza kufanana na M. Mara nyingi, watu wakiona mtu mwenye mafanikio ana hiyo M, wanaamini ni sababu ya hiyo alama, lakini hawataji maelfu ya watu wenye M ambao hawakuwa matajiri. Hiyo huitwa kuamini coincidences au kuchagua kuona mifano zinazofanana na imani yako. Kilicho na nguvu zaidi kwenye mafanikio kawaida ni nidhamu, kujifunza skills, kufanya kazi kwa consistency, connections, timing na jinsi wanavyotumia opportunities. Kwa hivyo si vibaya mtu kuamini hiyo M kama motivation au ishara ya kujipa hope, lakini si guarantee ya utajiri au mafanikio. Ukiona mtu ana pesa na ana M kononi, haimaanishi hiyo M ndio ilimpa pesa. Watu wengi wenye mafanikio hawajawahi hata kuangalia viganza vyao. Mumesikia sasa? Kama China kamejibu na nikajanje. Si mumesikia? Okay. Hiyo amejibu na nimuulize. Sasa kwa nini wanasikitisha wanasema ati lazima ukiwa na hiyo health M kwenye kiganza lazima ukue na pesa, ukue tajiri? Hapo nimechanganyikiwa. Lazima niulize kitu ingine kwa sababu nasikia ni kama kanajua. Nataka kuuliza kwa nini Queen Keke na Sumai waliachana. Nisikie kama kanajua hiyo story. Halafu nataka kujua kwa nini Queen Keke na Sumai waliachana. Queen Keke ni huyu msichana mu Burundi, ama acha tu nisikuelezee, nadhani unamjua. Queen Keke na Sumai wanakuanga content creator. Waliachana kwa nini? Nini hasa ilituma waachane? Nataka kujua hilo. Ebu niambie kila kitu. Acha tugoje. Ina ukakijua wallahi taamini nikamchawi. Msitoke hapo mpaka uone kila kitu. Ushawi kwa hapa leo lazima niimalize na tuko live. Sasa hapa naona ni kama kashamaliza hadi kujibu. Sijui kama kamejibu ukweli ama okay. Acha tusikie. Nimejaribu kutafuta habari za Queen Keke na Smile Prince, lakini ukweli ni kwamba hakuna taarifa rasmi yenye inaeleza sababu exact ya kuachana kwao. Kilichoonekana online ni kwamba walikuwa wameachana
lakini hawakutoa story kamili hadharani. Watu wengi mtandaoni walianza kuspeculate vitu kama drama ya relationship, tofauti za kazi content, attention ya social media, ama issues za trust, lakini hizo ni rumors tu, si facts zilizothibitishwa. Kuna taarifa zilisema hata walikuwa wamefikia hatua ya engagement kabla ya kuachana. Kwa content creators wengi, relationships zao huwa zinaonekana perfect online, lakini nyuma ya camera kuna pressure mingi. Content, pesa, jealousy, mashabiki kuingilia relationship na stress ya kuwa public kila time. Na mara nyingi hawaelezi sababu zote kwa sababu ni maisha yao binafsi. Kwa hivyo ukweli wa moja kwa moja ni hakuna ushahidi rasmi unaosema waliwachana kwa sababu fulani exact. Mengine mengi unayoona TikTok au Facebook ni theories za watu. Walai, kamejibu kumbe kanawajua. Sasa hapa ninadhani tumesikia kitu. Aka kaboy, hata si kaboy, ni kadem. Huyu demu ni mjanje na anajua kila kitu. Sawa, kuna swali sasa nataka nyinyi mwenyewe mcomment hapo chini, mniambie kitu naweza muuliza na tumuulize. Kila kitu ukuwe wazi, kila kitu unataka kujua. Uandike hapo chini kwa comment tumuulize. Juu mimi hata nimeishiwa power. Nimekosa kitu ya kuuliza. Lakini kama uko na kitu ya kuuliza muhimu, ile kitu inaweza saidia, comment, tutakuja kuuliza pamoja na wewe. Alafu like, comment na ushare video. Tutakuwa tukisoma na huyu aka kadenge katatufundisha vitu mingi sana.